Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena kwa jina la Yesu. Mwangalie jirani yako, mwambie karibu. Mwambie umejiandaa kupokea. Umejiandaa kupokea. Sijui amekujibuje, ila jibu ni la kwako peke yako. Bwana asifiwe. Kabla sijaendelea, wingu la the powerful player ni kwa ajili yako. Ni kwa ajili yako. Na limebeba majibu ya kwako. Lina majibu ya kwako. Basi nataka niongee na mtu mmoja ambaye yuko mahali hapa. Ni mgonjwa. Alafu amenia kwamba kwa the powerful player apokee uzima wake. Nataka ninene na huyo kwa dakika 2. Kama upo simama. We kama upo tu simama. Kama upo kaa. Ila kama upo simama. Kama upo simama. Miongoni mwetu ni mgonjwa. Umenia kwamba kwa wingu hili the power of player, Bwana akakuponye. Bwana akakuponye. Kama upo simama. Kama upo simama. Kuna mwingine amelia, mama yake ni mgonjwa. Mama, naomba nieleweke, mama. Sijasema baba, nimesema mama. Mama yake ni mgonjwa. Afu yuko mahali hapa. Akamwambia Mungu, kwa wingu la the power of prayer, natamani mama yangu apone. Simama na wewe. Simama na wewe. Simama. Haleluya. Basi nina dakika 1 ya kukuombea. Funika macho yako. Funika macho yako. Yesu. 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 Yesu wa Nazareti uliye hai. Yesu. Bwana, Bwana mtoa uzima. Yesu. Aikala seteli. Wewe uliachilia uzima kwa wagonjwa wakaponyeka. Yesu. Wengine walipokugusa wewe kwa pindo la vazi wakaponyeka. Yesu. Aikala selia mandeliba sayarara. Ninaachilia uzima ndani yao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aike risatalaba ribo seketeliaba. Ninaachilia uzima ndani yao. Naachilia uzima ndani yao. Naachilia uzima ndani yao. Sai wakapokea uzima kwa majina yao. Bwana, malaika mtoa uzima ulioko mahali hapa, gusa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaachilia uzima tena ndani yake kwa mamlaka ya mbinguni. Ninaachilia uzima. Akapokea uzima. Akapokea uzima. Hilo tumbo naachilia uzima ndani yake kwa jina la Yesu wa Nazareti. Uo moyo raseteli basaya ndarabasaita. Ninaachilia uzima. Hiyo presha iliyosemekana ya kwamba hatapona, ninaachilia uzima ndani yake kwa jina la Yesu wa Nazareti. Hiyo miguu ikapokea uzima. Ikapokea uzima. Ikapokea uzima. Ninatangaza uzima ndani yake. Natangaza uzima ndani yake kwa mamlaka ya mbinguni. Pokea kwa jina la Yesu uzima. Kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Ongeza makofi kwa ajili ya Bwana. Ongeza makofi kwa ajili ya Bwana. Ongeza tena kwa ajili ya Bwana. Ongeza tena kwa ajili ya Bwana. Wewe shangiliaga tu kwa ajili ya huyu Yesu. Wewe mtukuze tu huyu Ebeneza. Shangilie tena Yesu kwa makofi. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The power of prayer. Nguvu ya maombi. Nguvu ya maombi. Huenda ukawa na maana ya kwako kwa habari ya maombi. Huenda ukawa na definition ya kwako kwa habari ya maombi.
Huenda kuna namna unalichukulia neno hili maombi. Nimekuletea maana tu fupi nyingine ikusaidie. Maana ya maombi. Tunasema maombi ni kuwasilisha mawazo, nia, matamanio yako yote kwa yule ambaye unamzania anacho kitu cha kukusaidia. Maombi ni kuwasilisha mawazo, nia, matamanio yako yote kwa yule mtu ambaye unadhani anao uwezo wa kukusaidia au ana kile kitu wewe unachokihitaji. Kwa maana nyingine, haleluya, Bwana asifiwe. Lakini maombi, ili maombi yatokee na yasabike kwamba ni maombi, huwa kuna kitu nyuma yake kinaitwa nguvu, power. Bwana asifiwe, haleluya. Kuna kitu kinaitwa nguvu, power nyuma yake. Huwezi ukaomba ombi lolote kama nyuma yako hakuna nguvu. Ile nguvu ndio inakusababisha wewe uombe. Okay. Unaweza ukaenda labda kwa mtumishi fulani, una kitu cha kwako, sio wewe unaenda, bali ni ile nguvu ya kile kitu cha kwako inakuforce wewe kwenda. Kwa nini? Kwa sababu usingelienda kwa akili ya kawaida, kwa uwezo wa kawaida, kwa ule ukawaida wao wote usingelienda, lakini kwa kuwa iko nguvu inakupush wewe uende. Bwana asifiwe. Okay. Huwezi ukaomba kama hauna hitaji. Haleluya, Bwana asifiwe. Huwezi ukaomba kama hauna hitaji. Na wiki hili ni wiki la kupokea, sawa na Baba alivyosema, ni wiki la kupokea kwa njia ya maombi. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu tunayo mahitaji. Kuna nguvu iko ndani yetu, na kama haiko ndani yako basi utaipata, sio kesho wala kesho kutwa, saa hii utaipata. Haleluya, Bwana asifiwe. Basi tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 21. Matendo ya Mitume 2:21, ambalo ndilo neno letu kuu. Ndio neno letu kuu. Biblia imeandika ikisema, na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Kuna vitu vitatu. Na itakuwa inazungumzia nyakati. Bwana asifiwe. Na itakuwa ina maana kuna nyakati. Itakuwa ina maana kuna wakati fulani, kuna mtu atasimama, iwe ni mchana, iwe ni jioni, iwe ni usiku. Kuna wakati husika, sio kila wakati. Anasema na itakuwa, ina maana kuna siku husika, sio kila siku. Na itakuwa kuna majira husika, nyakati. Na itakuwa kila atakaye liitia jina la Bwana. Kila atakaye liitia jina la Bwana, ina maana sio wote. Haleluya, sio wote. Kuna majira, lakini katika hayo majira sio wote. Kati ya wengi, na itakuwa mmoja wapo atakayeliitia jina la Bwana. Katika hayo majira akitokea mmoja wapo wa kuliitia jina la Bwana, kwa kuwa tu ameliitia jina la Bwana, basi kuna kitu kingine kinazalika, ya kwamba ataokolewa. Kwa nini? Ameliitia jina la Bwana. Haleluya. Nyakati hizi ni za kuliitia jina la Bwana. Wiki hii ni wiki ya kuliitia jina la Bwana. Haleluya. Tamani uwe miongoni mwa wale watakaoliitia jina la Bwana ili wakapokee wokovu wa Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuliitia jina la Bwana haimaanishi tu ni kuita, haimaanishi tu ni kuomba, haimaanishi tu ni kutamka,
Hapana. Kuliitia jina la Bwana limeunganishwa na vitu vingi vingi. Mojawapo ni imani ya kweli katika Kristo, lakini kitu kingine ni msamaha kwa damu yake. Haleluya, Bwana asifiwe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunapolitia jina la Bwana, unapolitia jina la Bwana, kuna vitu kama vinne vimeungamanishwa katika kulitia jina la Bwana. Kitu cha kwanza nimesema ni kuamini kwamba Bwana ndiye Mwokozi, imani. Kitu cha pili ni toba, kutubu dhambi. Ina maana yote umemwachia Yesu na unamrudia Mungu. Ina maana yule ambaye unayemwendea ukihitaji msaada, ukisema ninaomba unisaidie, ina maana umeacha wengine wote, umemwendea yeye. Kwa unapoliitia jina la Bwana, ina maana umesalenda with each and everything for God. Umesalenda kwake, unalitia jina la Bwana. Lakini kitu kingine, inamaanisha hauna tegemeo jingine na wala hauna msaada mwingine ila kwa yule uliyemuitia. Haleluya, haleluya. Lakini kitu kingine ni kumkiri na kumfuata, kwamba mimi ninakiri, si nimekuja nina shida ya fedha, ninakiri mimi sina pesa, ukiniambia utanipa jioni, ina maana ninapokea ni jioni. Ina maana unakiri ya kwamba hakuna kingine chochote ila yeye. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndani ya wiki hili tutakapolitia jina la Bwana, tutalitia jina la Bwana kweli kweli, tukimwambia hakika wewe ndiwe Bwana, tunakuamini. Wewe ndiwe Mungu, tunakuamini. Lakini pia tunazo vitu nyuma yetu vinatufuatilia vikidai visasi. Sasa sisi tunaomba toba na rehema kwako, maana tumesalenda kwako. Lakini jambo lingine, tunamwambia Mungu kwamba tunakiri ya kwamba hatuna tegemeo jingine ila kwako. Hatuna ila kwako, hatuna. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimetangulia kukwambia kwamba unapoita kuna nguvu inatumika. Sauti hii hauisikii kwa namna ya kawaida, kwa sababu kuna nguvu ipo ndani inapushi sauti itoke. Kwa unapoita msaada kwa namna yoyote, kuna nguvu unaoitumia ili msaada ukufikie. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na itakuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Kwa ukawaida maombi yanayo involve nguvu ndani yake, tunasema the powerful prayer, huwa yana tabia ya kufungua mbingu. Haleluya. Maombi ambayo yana involve nguvu ndani yake huwa yana tabia ya kuigusa mbingu. Maombi ambayo huwa yana involve mamlaka na uweza ndani yake huwa yana tabia ya kuigusa mbingu. Haleluya. Kwa tafsiri nyingine tunasema maombi yanayoombwa kwa mfululizo pasipo kukoma huwa yana tabia ya kusababisha vitu vikatokea, hata vile vilivyozuilika kutokea vikatokea, hata yale yaliyosaulika ya kwamba yatahesabika kutokea yakatokea, hata lile ambalo lilikuwa si kwa nyakati, lakini kwa sababu umeforce, umetumia nguvu ya ziada, unalipokea. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu nyuma yake. Kwa tafsiri nyingine tunaweza kusema maombi ambayo pasipo kuchoka, asubuhi huko, mchana huko, jioni huko, unaliitia jina la Bwana, amini ya kwamba utapokea. Kwa nini? Umeinvolve nguvu. Bwana asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Wala hata usiwe na shaka, ni taratibu, usiwe na shaka kabisa, usiwe na shaka, usiwe na shaka. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, na na imani liko kusudi la wewe kuisikia sauti na kuendelea kuisikia. Nimetangulia nikakwambia kama hauna nguvu ya kuomba,
Kwa sababu ili upokee vitu vikubwa lazima uwekeze vitu vikubwa. Ili upokee majibu kwa wakati kutoka kwa Mungu lazima uwekeze nguvu ya kutosha ya kumshawishi Mungu ili akupe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna matokeo mengi sana. Kuna matokeo mengi sana ya kuomba kwa bidii. Baba ametangulia kusema niko na mshangao Roho Mtakatifu. Kuna vitu vingi tayari Baba alishavisema. Kwa Roho amenirahisishia nisitumie nguvu sana, kwa sababu mtakuwa mnanielewa. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Baba amekielezea kabla ya huu mstari ya kwamba itakuwa mtakapolitia jina la Bwana mtaokolewa. Kulikuwa na mlolongo wa matukio kule juu. Bwana asifiwe. Wakati Yesu amewaagiza akisema, nendeni msitoke mkajifungie ndani hata siku ya Pentekoste itakaporejea, mtakapojazwa ndipo mtoke. Haleluya. Mtakapojazwa ndipo mtoke. Na ukiendelea kusoma hii Matendo ya Mitume sura ile ya 2, ukisoma ule mstari wa 2, na hata ilipotimia ile siku ambayo Bwana alinena, siku ya Pentekoste, Biblia inasema zikaja ndimi. Zilitoka wapi? Mbinguni. Zikaja ndimi zilizogawanyika. Ndimi zilizogawanyika, ndimi za moto, zikawazingira wote. Ndimi za moto. Nataka nikwambie nguvu. Ina maana hao watu, matokeo tunaojifunza kwao yalianzia chini kwenye nguvu. Na Yesu alipoambia nendeni mkakae, alijua kabisa ya kwamba nikiwaacha hivi hamwezi mkatoboa. Maana nilikuwa nawaambia ombeni, hamuombi. Hata lisali moja hamuombi. Kwa huwezi kuomba kama hauna nguvu. Na aligundua kabisa hao watu hawana nguvu. Kwa katika huduma yao success hawawezi wakaifikia ikiwa hawana nguvu. Akawaambia nendeni mkakae. Na kweli walipotii wakakaa. Walipokaa ile siku ya Pentekoste, Bwana akamwagia roho yake, akamwaga juu yao. Zikaja ndimi kama ndimi za moto zilizogawanyika. Ndimi zilizogawanyika zikawavagaa. Cha kushangaza, baada ya ndimi kuwavagaa, hazikuwapa ujasiri wa kutulia. Wakashangaa kila mmoja kuna kitu kinampush ya kwamba sema hiki, itaweza, ita mamlaka ya kuona, ita hekima ndani yako, ita uwezo wa ajabu. Kila mmoja akanena sawasawa na roho na ile ndimi ilivyomuongoza ndani yake. Ina maana walipokea moto usiounguza kwa namna ya kawaida. Bwana asifiwe. Haleluya. Na sisi leo tutapokea moto. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Na sisi leo tutapokea moto. Sema amen. Wa kutengeneza vitu vilivyozuilika vikatokea tena. Tutapokea nini? Moto. Haleluya. Kama unaamini mpigie Yesu makofi. Pigia Yesu makofi tena. Ongeza kwa ajili ya Bwana. Ongeza kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Nilitangulia kukwambia tena kwamba maombi yanayo involve nguvu huwa yana tabia ya kugusa mbingu. Huwa yana tabia ya kuforce vile vilivyozuilika vikaja kwako. Kwa nini? Kwa sababu umeweka nguvu. Sasa ili aje, kuna matokeo ya wewe kuinvolve nguvu. Unapo push kitu kuna matokeo. Jambo la kwanza, unaandika. Wewe andika tu. Jambo la kwanza, maombi yanayogusa mbingu, maombi yanayo involve nguvu huwa yana tabia ya kuzaa vitu vikubwa, na sio vikubwa tu, na vilivyo bora. Bwana asifiwe. Maombi yanayo involve nguvu huwa yana tabia ya kuzaa vitu vikubwa na vilivyo bora. Okay, tutoke kwenye uwanda wa maombi tuje kwenye uwanda wa kawaida. Inajulikana ya kwamba kila atendaye kazi katika nguvu, amen, katika nguvu, mazao yake au mafanikio yake ni makubwa zaidi kuliko yule ambaye anayetenda kazi katika ulegevu. The same ways. Yaani ni kwa namna hiyo. Bwana asifiwe. Tunajua matokeo ya mwili yanaanzia rohoni. Kwa utendaye kazi kwa kutumia nguvu, uwe na uhakika
utazalisha kilicho kikubwa na kilicho bora kuliko mwingine atendaye kwa akili ya kawaida na mkono mlegevu. Bwana asifiwe. Maombi yanayo involve nguvu huwa yana tabia ya kuzalisha vitu vikubwa na vilivyo bora. Tusome kidogo Biblia. Mfano wa watu walioliitia jina la Bwana katika nguvu. Ukisoma kitabu cha Samueli, ni habari ambazo tumezoea kuzisoma. Kitabu cha Samueli, lakini leo nakutafakarisha kwa upya kwa habari ya nguvu ya maombi. Samueli wa kwanza sura ya 3. Sura ya kwanza mstari wa 9. Samueli wa kwanza 1:9. Nitasoma. Inasema Samueli wa kwanza 1:9. Anasema ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Sema alikuwa na uchungu. Alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri akisema, e Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kumkumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautafikiria kichwani kamwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Hizi ni habari tumezisoma, habari za Hana. Tumesoma vizuri habari za Hana. Hana alikuwa hana mtoto, lakini asili ya Hana kutokuwa na mtoto ilikuwa ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Yaani ni Mungu alilifunga tumbo la Hana asizae. Assume mwenye uweza kuliko wenye uweza wote amefunga kitu kwako kisitokee. Yaani yule aliye baba yako haja kuruhusu utoke ndani. Sasa unamforce kwa namna nyingine ili wewe utoke. Kuna namna alipitia. Okay, alikuwa ni mke mwenza. Huyu mtumishi wa Mungu aliolewa na Elkana. Elkana alikuwa na wake wawili. Alikuwa na Penina, alikuwa na Hana. Maneno ya wake wenza tunayajua. Amen. Bwana asifiwe. Sitaki niende huko, lakini nataka nikueleze ile nguvu iliyokuwa ndani yake, ule uchungu. Biblia inasema alikuwa na uchungu wa moyo, roho yake ilitawaliwa na uchungu, na baada ya kuwa na uchungu akapata sababu ya kwenda mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu nyuma yake inayompushi, sio yeye. Kuna nguvu nyuma yake inamsababisha asogee, sio yeye. Kuna mamlaka iko nyuma yake inamsababisha ombe, sio yeye. Na Biblia imesema kwamba alikuwa na tabia ya kupanda kwenda mlimani kule Yerikoani alipokuwa kiongoza ibada. Alikuwa na tabia ya kusafiri kutoka kijijini kwao na kulifuata hekalu, lakini safari zake zilikuwa ni bure. Alipokuwa na uchungu ndani akagundua, akasema aliyenifunga ili tumbo ni Bwana. Ninafanyaje ili nipate kupona? Nafanyaje ili nipate mtoto? Ninafanyaje? I say, huyu mtumishi wa Mungu akafanya maamuzi ya ajabu. Akagundua, akasema okay, kuna kitu kimefunga. Na aliyenifunga ni Bwana. Akaenda mbele za Mungu akamwambia, Bwana wa majeshi, kama wewe uishivyo, ukinipa mtoto. Akaishia tu mtoto, akasema mtoto mwanamume, mimi ninaweka naziri, nitakutolea huyo mtoto. Haleluya. Kuna kitu tunajifunza.
Nimesema maombi huwa yana tabia ya kuzaa vitu vilivyo vikubwa na vilivyo bora, huwa yana tabia. Lakini hichi kitu kikubwa kilichosalika kilikuwa na vitu ndani yake vingi vingi ambavyo vilipushi nguvu. Kitu cha kwanza ni ile nguvu, uchungu wa moyo ndani. Lakini kitu cha pili akasema, ukinipa hata kuwa wa kwangu, ninakutolea wewe, hata nyolewa nywele zake, hata kae imani mwako. Hii ni nasili ninaweka. Ina maana aliweka nini? Aliweka sadaka. Akasema kwa maombi haya, nimeomba mchana, nimeomba usiku, hakuna kilichozalika. Nimepanda milima, mabonde nimeshuka. Hakika hata kuhani alinizoea sana, lakini kwa hili hapana. Ukilifungua tumbo langu, mtoto huyu nitakutolea akawe sadaka. Kwani Bwana alichelewa? Haleluya, haleluya. Afu Bwana ndiye alikuwa amelifunga lile tumbo. Sembuse, sembuse, sema mimi. Sembuse mimi, sema mimi. Sema mimi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunateswa na vitu vidogo vidogo. Haleluya. Sembuse wewe, yani aliyefunga kwa habari ya maisha yako ni wa kawaida sana mbele za Bwana. Huyu alikuwa amefungwa na Mungu peke yake. Sasa sembuse wewe. Sembuse wewe. Utoto wa Galagosi, utoto wa chawa chetu tunafunga elimu yako. Sembuse wewe. Eti wanakuwekea na magonjwa ya bandia, risa tarabasaita. I say, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema ninatoka. Sema tena ninatoka. Sema ninatoka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninatoka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema nitazaa matunda. Matunda. Matunda na yaliyo bora. Pigia Yesu tena makofi. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Alafu sasa ubora wa Samueli, mimi nimetafuta kwenye Biblia, labda wana theolojia watanisaidia. Mimi kwenye Biblia sijaona wale watoto wa Elikana wale wengine. Sijaona. Bwana asifiwe. Haleluya. Sijaona. Nimekuja kumuona Samueli. Samueli. Ikiwa ina maana gani? Kilichozaliwa ni kikubwa kuliko wale waliotangulia. Kilichozaliwa ni kikubwa alafu ni bora. Ni bora. Bwana asifiwe. Kilichozaliwa kwa maombi kilikuwa ni kikubwa, na sio kikubwa tu, kilikuwa ni bora. Na kinachozaliwa kilicho kikubwa na kilicho bora huwa kina tabia ya kuvififisha vile vingine ambavyo si bora japo vilitangulia. Huwa kina tabia ya kusimama na kuwa imara. Huwa kina tabia ya kuangaza. Kilichozaliwa kwa maombi kilicho kikubwa ni bora, na kina tabia ya kuangaza na kuviviza vingine vilivyo vidogo. Nami ninakutangazia kuangalia the powerful prayer. Bwana kazalisha kikubwa kwa ajili yako. Bwana kazalisha kikubwa kwa ajili yako. Kikafunike machozi, kikafunike vilio, kikafunike jana yako. Nami ninakutangazia kwa as long Jesus anaishi hata leo, kikazaliwe kikubwa. Sema amina. Sema amen. Bwana asifiwe. Tamani tukaombe. Viko vitu vingi sana. Viko vitu vingi sana. Ila Mungu ni mwema. Tamani tukaombe. Maombi yanayoinvolve nguvu huwa yana tabia ya kufungua vifungo. Andika tu. Sasa nataka tukaombe. Dakika sasa zimetishia. Tukaombe. Nataka ukapokee nguvu. Huwa na tabia ya kufungua vifungo vya giza. Bwana asifiwe. Huwa vina tabia kufungua vifungo vya giza. Tumesoma hapa, baba ametangulia, nikasema Roho Mtakatifu alimpitisha kule ambako Mungu ni yule. Bwana asifiwe. Ukisoma zile habari za Petro, baba amesoma hapa. Ni habari ambazo tumezoea kuzisoma, lakini mimi nikajifunza kitu kimoja. Petro ndiye aliyesimama akasema, na itakuwa kila atakayelitia jina la Bwana atafanyeje? Ataokolewa. Alijua thamani ya kuomba. Lakini the same Petro huyo amekamatwa kaweka gerezani. Salama yake ilikuwa ni Pasaka.
Haleluya. Ilikuwa achinjwe, lakini kwa sababu ya Pasaka wakamweka gerezani. Yule Petro ambaye wakumbusha wengine akasema tuombe, Biblia imeandika alifanyeje? Alilala. Haleluya. Kwani nadanganya? Biblia imeandika alifanyeje? Alilala. Yule anayejua kwamba tukiomba tunapokea, lakini alifanyeje? Alilala. Na yule anayejua kwamba tukilitia jina la Bwana tunaokolewa, lakini alifanyeje? Alilala. Kama isingelikuwa kanisa, nikawa najiuliza tena maswali. Yule malaika alivyokuja, kwa nini akumwamsha tu Petro, amka bwana, tayari ondoka? Biblia inasema alimpiga nini? Alimpiga kofi. Haleluya. Bwana asifiwe. Hivi unajua kofi? Au unasomaga tu napita tu kawaida? Alimpiga kofi, na maana anamzindua ya kwamba hutakiwi kulala, amka, kuna vitu vyako vimepotea, hutakiwi kulala, simama uombe wewe. Kuna watu wanaliita jina lako wakisema Herode, mmoja anasema Herode afe, mwingine anasema Herode asahau, mwingine anasema hakika Petro tumuone hapa, lakini wewe unaombea umelala. Amka, akampiga kofi. Petro ndo anakuja kushangaa, akaona kama vile anaota ndoto. Simama kwa miguu yako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tukaombe nguvu. Sema nguvu. Hiyo nguvu ndio itakuzalishia matokeo kwenye maombi haya yote tunaendelea nayo. Haleluya. Mwambie Bwana, haya maombi nataka nguvu. Hii semina nataka nguvu. Nataka nguvu ijae ndani yangu, ambayo haitanifanya nilale, haitanifanya nisinzie, itanifanya nisimame kwa nafasi yangu nikidai vya kwangu. Bwana asifiwe. Na kila fungo lililofunga maisha yako litaachia kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Funika macho afu sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Asante kwa kuwa umeniandalia nguvu itawale ndani yangu. Umeniandalia nguvu itawale maisha yangu. Umeniandalia nguvu ya uzima wangu. Bwana, ninakushukuru kwa neema hii ulioniandalia, na jioni ya leo ninapokea nguvu ndani yangu. Bwana, jaa ndani yangu. Isikike sauti ya mtu mmoja ikisema jaa ndani yangu.